Mashariki. Na sasa nahitimisha kipindi cha Amka na Imbanasi kwa kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo. London. Nyota wa zamani wa Liverpool, Newcastle United na timu ya taifa ya England Kevin Keegan amefariki dunia Jumatatu ya Julai 20 mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 75. Keegan amefariki baada ya kuugua kwa muda mrefu ugonjwa wa saratani ya tumbo ambao Machi mwaka huu ulibainika kuwa umefikia hatua ya 4. Taarifa iliyotolewa na familia yake imesema kifo cha Keegan kimeacha pengo kubwa, huku ikieleza kuwa nyakati zake za mwisho alikuwa amezungukwa na mke wake pamoja na watoto wake. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara TPLB jana Jumatatu Julai 20, 2026 imetangaza ratiba ya Ligi Kuu ya NBC msimu ujao wa mwaka 2026-2027 ambayo inaonyesha mechi ya kwanza ya watani wa jadi Simba na Yanga itachezwa Oktoba 10, 2026. Simba watakuwa wenyeji wa mechi hiyo ambayo kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa itachezwa katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam kuanzia saa 1 kamili usiku. Kupangwa kwa mechi baina ya timu hizo kuchezwa Oktoba 10, 2026 kutafanya timu hizo zikutane mara 6 ndani ya mwaka huu. Tayari zimekutana katika mechi 2 za Ligi Kuu msimu uliopita, zikakutana katika mechi moja ya Kombe la Muungano, zitakutana katika mechi ya Ngao ya Jamii Agosti 12, 2026 na kisha hiyo ya mzunguko wa kwanza ya msimu ujao. Mchezo wa marudiano baina ya timu hizo umepangwa kuchezwa Februari 6, 2027 ambao Yanga itakuwa mwenyeji katika uwanja wa Uhuru. Ligi Kuu msimu ujao itaanza rasmi Agosti 14, 2026 kwa michezo mitatu itakayochezwa katika miji na viwanja tofauti. Mechi ya kwanza itakuwa katika uwanja wa CCM Kirumba, Mwanza baina ya wenyeji Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji kuanzia saa 8 kamili mchana. Baada ya hapo Mbeya City itaikaribisha Geita Gold katika uwanja wa Sokoine, Mbeya kuanza saa 10:15 jioni. Mchezo wa mwisho kwa siku hiyo utakuwa baina ya Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate kuanza saa 1 kamili usiku katika uwanja wa Airtel Singida. Na Manchester United wanaongoza katika mbio za kumsajili kiungo wa Roma na timu ya taifa ya Ufaransa Manu Kone mwenye umri wa miaka 25, lakini wanakabiliwa na ushindani kutoka Arsenal. Arsenal pia wamefufua nia yao ya kumsajili winga wa Athletic Club Nico Williams mwenye umri wa miaka 23 ambaye alikuwa sehemu ya kikosi cha Hispania kilichoshinda Kombe la Dunia. Inadaiwa ana kipengele cha kuachiliwa cha pauni milioni 77. West Ham United wamekataa ofa ya pili kutoka Roma kwa mshambuliaji wa Uholanzi Crescencio Somerville. Ofa ya kwanza ya Roma ilikuwa euro milioni 46, takriban pauni milioni 39, na sasa klabu hiyo ya Italia inaandaa ofa ya mwisho. Aston Villa wamezingatia kumsajili Somerville kama mbadala wa kiungo mshambuliaji wa England Morgan Rogers ambaye anatarajiwa kujiunga na Chelsea. Barcelona wamepanga kufanya kikao na mshambuliaji Ferran Torres aliyefunga bao la ushindi kwa Hispania katika fainali ya Kombe la Dunia dhidi ya Argentina ili kujua mipango yake, huku akiwa amebakiza mwaka mmoja kwenye mkataba wake na kukiwa na nia kutoka Paris Saint-Germain. Ipswich Town wamekubaliana kumsajili beki wakati wa Morocco Issa Diop kutoka Fulham kwa ada ya takriban euro milioni 10. Newcastle United na Leeds United ni miongoni mwa klabu za Ligi Kuu England zinazofikiria kumsajili mshambuliaji wa FC Midland Frank Coulthard. Klabu yake inataka zaidi ya pauni milioni 21 kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Guinea Bissau. AC Milan wamemtambua winga chipukizi wa Genk kama lengo lao kuu la usajili wa msimu ujao wa joto. Hata hivyo, huenda wakalazimika kumuuza mshambuliaji wa Ureno Rafael Leilo ili kufadhili usajili huo. Na hizi ni habari ambazo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.
Tuangalie sasa swali la pale YouTube kwa siku ya leo limeuliza kwamba Kariakoo Derby, nani ataondoka na ushindi? Tuangalie majibu sasa. Kura zilizopigwa ni 16. Waliosema Simba wataondoka na ushindi ni 63%. Waliosema Yanga itaondoka na ushindi ni 38%. Na waliosema sare ni 0%. Kwa hiyo wengi wanaamini Kariakoo Derby itakayopigwa Oktoba 10 Simba wataondoka na ushindi. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Tayari nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya leo. Na hapa nimetoka kukusogezea habari za michezo kwa asubuhi ya leo. Nikusihi tu endelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio, endelea kutufuatilia. 2:30 tutajiunga na RFI Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. 3 kamili itakuwa ni kipindi cha michezo. 5 kamili nitarejea hapa kwenye kipindi cha Mambo Leo. 7 kamili tutajiunga na DW Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Nukuu ya leo inasema, kila mwisho huzaa mwanzo mpya. Ukiniita Salome Mlai daima nitaitika. Nakupenda sana. Nikutakia uwe na asubuhi njema yenye baraka na fanaka tele. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.